Hello guys, welcome yet to another episode on Mwanafunzi Bomba Show. Guess what? Today I've walked to one of the famous hostels around Kibabii University, the Hill House Hostels. Watu wako na talent, wamejificha huku ndani. Walk with me, I show you. Nimekuwa nikitembea hivi nikaona rafiki yangu. And by the way nimekuwa nikimsikia, nimekuwa nikimuona, amekuwa akinifanyia services. Nikasema wacha leo tuone chenye anafanyanga na tuambie siri ni gani. How does she survive in Kibabii? Anyway, welcome so much. Hi everyone, my name is Nakumicha Ivi, a third year student at Kibabii University. Sasa hivi karibu sana. This is Kaunda TV show, and by the way venye nimesema tunafanyanga shows za Mwanafunzi Bomba Show. Apart from being a student, there is that extra thing ama kitu kako unafanya hapo kenye kanakusaidia kusurvive. Anyway, what kind of thing ama hiyo ni nini unafanya ambayo inakufanya ukue bomba huko shuleni? Juu tumekusikia, tumekuona, we can see your work and your product. Anyway, what do you do? Okay, I'm a salonist. Unasuka. Anyway, you are a salonist. By the way, amekuwa akinisuka. Hata hizo nywele amenisuka. Although zimechapa, msizione hivyo zimechapa, but I'm planning akuja anisuke tena. Hivi unafanyia biashara yako wapi? Okay, sina specific place ya kufanyia biashara yangu. Mostly mimi nafanya mobile services. Mobile service. Mobile. Watu wa business. What does it mean by mobile? Okay, mobile that means like mse anaweza kuwa anataka kusukwa na ako very far from me. So naji-offer kutoka niende hadi place yako, nisuke na huko, ndio nirudi place yako. So hata mimi nikiwa kwangu naweza kuambia kuja unisukie huko. But mbona mimi wewe unaniambia nikuje unisuke hapa kwako? Najua sasa kuna venye tumezoeana. Oh. Anyway, how long have you been doing this? Okay, back in high school nilikuwa najua kusonga lines, so nika have that passion in it. Nika concentrate sana kutaka kujua more about hii industry ya beauty. Yeah. So nimefanya since niwe high school mpaka now. High school nimaliza school. High school nimaliza 2021. So hii tu ni kitu yenye ilikudevelop ama ulienda ukasomea tu? Kuna watu unasikianga mtu anasema ninasomea salonist kama okay. Yangu niseme sikusomea, like na watch sometimes na watch tutorials time niko free, na watch tutorials naangalia venye watu wana play different hairstyles. Then apart from kusuka unafanyanga tu kusuka peke yake, pia unaweza fanya beauty? Bibi nirembeshe. Okay, beauty maybe tuanze kujaribu na wewe. Unaanza na mimi. Wewe mimi sitaki kwa example. By the way, expand. Unaweza fanya beauty, tunakuja tunarembesha, tukienda masherehe huko. Watu wa sherehe. Mimi ni mtu wa sherehe anyway, hivi. Na okay, how do you utilize the money yenye unapata? Okay, kwa mfano per day naweza pata tuseme nimesuka vichwa 2 na customer wamenilipa vizuri, let's me approximate 350, that is 700. Kwa hii 700 yangu na plan like I must save and something small I must save. Kuna pesa natumia kubuy food, pesa ingine na fanya vitu ndogo za wasichana. Okay, ile siku umesema leo siku yangu imekuwa poa, nimesuka, yani nimepata tu pesa, unaweza kuwa like umepata kusuka vitu ngapi? Ile siku ni poa kabisa. Okay, siku yenye ni poa so far like yesterday nilisuka vichwa 4. Kwa hizo vichwa 4 I made around 1350. Oh, hiyo siku ni poa. Hiyo ndio siku poa kabisa. Ile siku umekaukiwa ukasema leo siku nimekauka, unaweza suka vichwa kama ngapi? Siku imenikaukia kabisa naweza pata nashuka tu vichwa za watoto wadogo back to school lines. Naweza shuka vichwa kama 2 najipata niko na 3, so hivyo. Anyway, in every business lazima kila mtu tu ana face challenge. What are some of the challenges Ivy una face? Okay, there are varied of challenges zenye na face, like for instance nimesema mimi hufanya mobile, like mtu akuite msana kuita mali kama Mayanja, unafaa kwenda kumsuka. Kumbuka una track number 1, una track hivyo mli agree
on some price, nikasema kama tutasuka bila kuna some nywele una extend, kama unasuka bila ku extend tunakubaliana price, na kama tunasuka tuki extend tunakubaliana a different price. But unajipata umetembea kutoka hapa umeenda Mayanja, then unafika huko msee ana change hairstyle si venye mlikubaliana, unapata unakuwa disappointed, anataka ashushe price, akumbuki umetrek kutoka nyuma, maybe hujakula anything kwa sababu una save on time, ufike on time. Another challenge ni unaweza enda ufike huko, maybe umeenda kusuka msee, alafu unafika huko unapata I'll change mind, hasuki. And remember, you've walked for a long distance kumfikia. And number 3, unapata like pesa umepata, unapata tu emergency kila saa, unajipata umekuwa mgonjwa, pesa unapata yes, but now umekuwa mgonjwa, inabidi umetumia hiyo pesa, unajipata you have nothing in your pocket. Then another challenge inaniumizanga roho sana, unasikia mtu anakwambia like you've not made it perfect, like what she ordered versus the results like hazifanani kabisa. And maybe unapata kuna watu wengine nywele inakuanga na some conditions like iko na growth, ukiambia mtu a straighten nywele a treat hawezi kubali, anakwambia niko na less money. So unapata unamsuka kitu unajaribu yes, but now haitoki ile neat kabisa. So msee mwingine anakwambia no, I'll not have to pay venye tulikubaliana. For that case, nita reduce the amount of money tulikuwa tumekubaliana. So una end up unaweza suka msee akupe 200, maybe kitu ya kusukia punch. Another challenge like unaenda kusuka msee, mlipromisiana hata kulipa, then anakuambia niandike kwa kitabu. Sasa imagine umesuka mtu, nimekaa chini umenisuka for 4 good hours, then hiyo time yako amekwambia sina do. Ile the moment umemaliza ndo anakuambia nakuanga heartbroken, but now nakubaliana tu na hali venye iko and you take it normal. Yeah, nakwambia hata nipe hata chwani. Where you can imagine for standing for 4 hours by the way. Sasa utafanya aje? Unafika mahali mpaka unafikiria naweza ambua kichwa customer hapa sasa hii kitu kingine anajambia no, let me not do that. Juu siku nyingine arudi. By the way, does it come to a situation umekosana na customer like okay, maybe alikuwa anataka okay mkakosa ku agree kwa nini? Mmeshifika tu a time mnaweza kukosana na customer wako. Yeah. Let me kukosana na customers wangu juu, but ni ile tumezeana sasa tukikosana at least wananielewa. Yeah, juu customer anakwambia ukeep time, ukuje mapema, anakupressurize like niko na important thing nafaa ku attend to, then unamwambia at what time should I come? Anakwambia come by 6. Imagine unaenda kwa customer, kwa client wako, unafika huko client hajaamka, wewe ndo kuamsha, anataka sasa ukae ungoje afanye shughuli zake za nyumba amalize ndo sasa mwanze kusukana. It can take 3 hours. Yeah, inateka 3 hours ndo customer anakwambia tunaweza anza. Na imagine kwa siku maybe umepanga uko na watu 3. So umepanga like customer mmoja anafanya tusikie na 4 hours. But unapata huyu mwenye umanzia juu umechelewa. Huyu customer mwingine unaweza msuka hadi saa 4 usiku la mwisho. Now by the way, now that you are a student, how do you manage? Sometimes you have classes, you have to attend physical classes, sometimes online. How do you manage? Okay, I'll be honest. I'll just be honest. Like for the online classes, nikiwa na customer, I'll attend the class while nasuka. Ukosho unashika kitu. Yeah, nitaka tu phone kwa masikio, nita screen record, nitaenda ku concentrate baadaye. The physical classes sometimes na lenga zingine na abscon classes moja kwa wiki, nenda nasuka customer wangu. To some extent I have just to make adjustments like nimwambie nibombeleze client wangu, nimwambie maybe niko na fixed classes sitaweza ku abscon, acha nikisendeze over the weekend. Yeah. Okay, now jana as nikitembea hivi ndo nikakuona. Niko tunatembea na marafiki zangu nikakuona, niliona unasukia hapa nje. Yes. Now that unasukianga hapa nje, what are your future plans now? Okay, my future plans kwa zile pesa na save, apart from zile vitu nafanya kama paying the rent,
kununua vitu ndogo ndogo, hizi expenditure kidogo kidogo. So hizo pesa na plan kufungua business ya kuuza panties, boxers na pia kuuza sweatpants. Au plan kufungua salon kubwa yako huko Kibabii, useme Ivy Salon. Okay, for the salon, kufungua salon by the way niko na hiyo dream ya kuwa na big beauty parlor. Nikuwe hadi mimi siku moja nikuje kukaa nijiambie we sasa mimi Sisuki niko na wasichana wa kazi, I'm just there to give directives like afanye hivi. Yeah, niko na dream. That's nice. Now Ivy you have been popular by the way nilikujua kwa mtandao. Where do you advertise your work? Or where can we find it? Tunaweza kureach. Okay, kazi yangu nikishafanya like unapata client mwingine analeta review, anajipost like unaona tu mtu umefanya kazi fiti, anajipost maybe TikTok yake, WhatsApp yake status, unapata mtu anakupigia through phone calls, anakwambia nimepewa namba yako hivyo. But kazi yangu mostly na post TikTok, na status zangu WhatsApp, pia unaweza nipigia simu. Unatambulikaje kwa all social media platforms? Okay, tambulika naitwa tu social media zangu ukinitafuta nimeandika tu Nakumicha Ivy OVIV. Nakumicha OVIV. Yeah. Wow. Thank you so much guys for tuning to our channel today. As I said, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, guys, kimbia pale YouTube, subscribe to my channel, and remember to turn on the notification bell so that any episode and an update you get updated. Anyway, thank you so much. Let us meet on the next episode, which will be always aired on every Wednesday. Bye for now till we meet on the next episode. Bye.